Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi ninamshukuru Mungu na asubuhi ya leo ni asubuhi nyingine ambalo Mungu wetu amefanya, ameitengeza. Kristo amekuwa mwaminifu sana katika maisha yetu, mimi pamoja na wewe. Na ndio maana tumepata asubuhi ya leo tukiwa hai tu, yani tumejipata asubuhi ya leo tukiwa hai. Ninaamini kwamba wewe uko na kila sababu ya kumshukuru Mungu na kusema kwa hakika amekuwa Mungu katika maisha yako. Leo hii Mungu wetu huyu wa ajabu amenileta katika studio hii kama vile kila wakati mimi ukuja kila Jumapili saa 4 mpaka saa 4:30 ili tupate kuelewana katika neno ambayo Kristo wetu wa mwaminifu amenituma nayo. Kila wakati Mungu wetu unituma hapa kila Jumapili ili tupate kuzungumza kwa sababu ya neno lake. Mwisho wa neno lake tunaomba pamoja, na watu wengi wameshuhudia kile ambacho Mungu amefanya. Wengi wao wameona miujiza wa Mungu, wengi wao wamemwona Mungu kwa macho, Mungu akitenda mema na akitenda ishara na maajabu katika maisha yao, katika nyumba zao, familia zao, biashara zao, kazini kwao. Na leo hii asubuhi ya leo huyo Kristo amenituma na tena na asubuhi ya leo hii ikiwa ni tarehe 18 mwezi huu wa 12, tunalo kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni kwa sababu tangu mwaka huu waanze mpaka sasa tumemwona Mungu, hata ikawa mambo yamekuwa magumu, lakini tuko na kila sababu ya kusema kwa hakika Mungu wetu ni Ebeneza. Leo hii na asubuhi ya leo Mungu huyu amenituma na tena ili tupate kuzungumza ama kusemesana katika neno lake, na mwisho wa neno hii tutaomba pamoja na mtu ambayo atakuwa amepata kitu ya kuombea. Umejua ni vyema kutega sikio lako ili upate kusikia neno, ndio upate neno la kuliombea, kwa sababu imesemekana katika maandiko takatifu kwamba imani kuja kwa kusikia, na kila ambacho mtu anasikia ni neno ambalo inazungumza kuhusu Kristo. Na ndio maana Mungu amenituma hapa ili tusemesane neno ambalo inahusu ama inaongea kuhusu Kristo, na hapo ndipo imani yako itatoka na utakuwa umepata kitu ya kuiombea asubuhi ya leo. Ninaamini pamoja nami, nataka nisome neno moja katika Biblia, alafu baadaye nipatie nafasi kidogo tu nisungumse neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu. Baada ya hapo basi tutaomba pamoja na wewe, na ninaamini na nina uhakika kwamba Mungu wetu anaenda kufuatilia neno lake na anaenda kutenda makubwa yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa waganga wa ulimwengu, yasiyowezekana kwa fedha na dhahabu. Mungu wetu mwaminifu anaenda kukutendea. Amini pamoja nami nisome katika neno la Mungu katika kitabu cha Luka ni 7 mstari ni 11 na nitaisoma mpaka 17. Na Biblia inasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja itwayo Naini, na wanafunzi wake wakafuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimuonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia akaligusha jeneza. Wale waliokuwa wamelichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Mstari wa 15, yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Mstari wa 6, hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakasema, nabii mkuu ametokea kwetu, na Mungu ametuangalia watu wake. Mstari wa 7, habari hii yake ikaenea kati ya Yahudi wote na kati ya nchi zote
za kando kando. Funga macho na uamini na tukiomba. Baba wetu, katika jina lako Yesu, ninakushukuru mfalme na kuinua. Ninasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Jina lako kuli kainuliwe na likabarikiwe, ni kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante mfalme, ni kwa sababu ya kibali ya uzima. Jehova, umenipa kibali hii ya uzima, niko na uhai asubuhi ya leo. Na yule ambaye ananisikia, yule ambaye ananiona pia, umempatia uzima na umempatia kibali ya uhai. Kristo, tunalo kila sababu ya kusema kwa hakika tumekuona kwa macho yetu. Inuliwa Jehova, barikiwa Jehova. Ni asante kwa sababu ya neno lako ambalo nimeisoma. Jehova, nimekubali kuwa mtumishi wako na asubuhi ya leo nikaseme yale yote ambayo umeweka katika moyo wangu na katika kinywa changu. Ni kwa sababu ya watu wako hawa. Inuliwa katika yote, ubarikiwe kwa sababu ni Mungu. Katika jina lako Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Basi ni asubuhi nyingine ambayo Kristo wetu mwaminifu amelifanya, na Mungu wetu ametengeza siku hii ya leo ikawa siku ya baraka kwetu. Ni kwa sababu ya kuona siku nyingine, kwa hakika ni baraka. Kupatikana ukiwa hai siku nyingine, hiyo ni baraka. Kwa hivyo tukianza kuhesabu baraka zetu, tunaanza na uzima na uhai ambao tuko nalo na asubuhi ya leo. Watu wengi wamekufa, watu wengi wametoka, watu wengi wametuacha, lakini sisi tuko na uhai ambao tuko nayo ni kwa sababu ya neema na kibali ya Kristo ambalo ameachilia kwa sababu yetu. Kwa hivyo ukiwa na uhai ambao uko nao na asubuhi ya leo, kuna baraka Mungu amekupatia na asubuhi ya leo, kwa sababu uzima ndio baraka kubwa kuliko kila kitu ambao tunaliomba ili tupate kuwa nayo. Umejua watu wengi wameomba vitu vingi sana, lakini wanasahau kwamba wakiwa na uhai, hiyo ni baraka kubwa kuliko kila kitu wanayoitafuta, litamani katika dunia mzima. Kwa hivyo tuko na baraka. Mungu ametubariki na Mungu ametuangalia na macho yake ya umma na ametupatia uhai. Kwa hakika tuko na kila sababu ya kusema kwa hakika yeye ndiye Mungu wetu na yeye ndiye anayestahili kuabudiwa na kuinuliwa. Na ndio maana Kristo amenituma leo hii tena na asubuhi ya leo ili tupate kuelewana pamoja na wewe katika neno hii ambalo Kristo wetu amenituma nayo. Ninaamini kwamba mwisho wa neno hii utasema kwa hakika umemsikia Mungu akikunenea, umemwona Mungu kwa macho yako. Kwa hakika amini pamoja nami ili tupate kuelewana katika neno hii. Katika kitabu hiki ambayo nimelisoma katika kitabu cha Luka 7, nimesoma 7 mstari wa 11, nimesoma mpaka 17. Inaongea kuhusu mwanamke aliyekuwa mjane katika mji itwayo Naini. Basi maandiko takatifu inasema Yesu Kristo akawa anapita katika mji ule, na akiwa na wanafunzi wake na umati mkubwa sana iliyokuwa inafuatana pamoja naye. Na alivyofika katika mji itwayo Naini, basi nakapatana ama kaliona umati ambayo ilikuwa inakuja ili wapate kupitana. Na hii umati ilikuwa imebeba jeneza. Ni jeneza hii ilikuwa imebeba maiti ambayo ni kijana mmoja ya mama ambayo ni kijana ambayo ni kijana wa pekee ambayo ni ya mama mjane. Ina maana kwamba huyu mama alikuwa amefiwa ama bwana yake alikuwa amefariki. Kwa hivyo hakuwa na bwana na akawa amewachwa na mtoto mmoja tu. Na huyu mtoto aliyekuwa amewachwa naye, basi shetani ambayo ni ya kifo ikawa imekuja na ikamuua mtoto yule. Kwa hivyo watu wa Naini na watu wa Yudea wakakuwa wamekusanyika pamoja, na kila ambacho iliwaleta pamoja ni kwa sababu ya kupanga matanga ya mtoto huyu ili wapate kupata jeneza, wapate kupata vitu ya ambayo inahusika na kusikana ama inahusikana na matanga, na wakawa wamepanga siku ya mathishi ama siku ya kusikana. Na maandiko takatifu inasema na siku hiyo ikawa ni kwamba Yesu Kristo ambayo ni mfalme wetu, Mungu wetu mwenye wokovu, naye alikuwa anapita katika mji ule wa Naini. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Naye Kristo alivyokuwa anapita, maandiko takatifu inasema kwamba alivyokaribia lango la Naini, na wakawa amemwaona watu kutoka Naini wakiwa na umati mdogo wamebeba jeneza ikiwa na maiti ndani, na mama mjane akawa anatiririka machozi ama akawa analia kwa uchungu mno. Na maandiko takatifu inasema naye Yesu
Yesu Kristo akawa amemuona kwa mbali, na Biblia inasema kwamba na akamhurumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba naye Yesu akamhurumia yule mama mjane, na Biblia inasema kwamba na akakaribia ile umati mkubwa, na alivyokaribia Biblia inasema kwamba na akaligusha. Bwana asifiwe sana. Akaligusha lile jeneza iliyokuwa imechukuliwa, iliyokuwa na maiti ya mwana wa kipekee, mama mjane. Na maandiko takatifu inasema kwamba wale waliokuwa wamebeba jeneza, Yesu Kristo alivyogusa jeneza, wale watu wakasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuambia wasimame, lakini maandiko takatifu inasema kwamba Yesu Kristo alivyogusa lile jeneza iliyokuwa imechukua maiti ya mwana wa kipekee ya mama mjane, na wale watu waliokuwa wamemchukua jeneza wakawa wamesimama. Na maandiko takatifu inasema naye Kristo akasema na maiti, akamwambia, wewe kijana, inuka. Na yule kijana aliyekuwa amechukuliwa, yule aliyekuwa amekufa, huyo kijana akainuka, na maandiko inasema akainuka na akaketi na akaanza kusema ama kaanza kuongea. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Naye Kristo akamchukua yule mtoto wa kipekee akampatia mamake. Basi hili ndio neno ambalo nataka nisungumushie. Maandiko takatifu inasema naye Yesu Kristo akalichukua yule mtoto akamrudishia mama yake akiwa hai. Nayo wale watu waliokuwa wamechukua jeneza na ile umati mkubwa Yesu Kristo aliokuwa anatembea nao wakawa wameshangaa na wakawa wamestuka, kwa sababu ni kitu ambayo haijaonekana katika mji wa Naini, kwamba maiti amechukuliwa anapelekwa katika kaburi ili apate kusikwa, naye kuna mtu anatokea mahali, mtu ambaye ajulikane katika mji wa Naini, naye anafufua kijana. Bwana asifiwe sana. Ni kitu ambayo haijaonekana, kwa sababu hata wewe kule kwenu ukiona kwamba watu wamechukua jeneza wanaelekea pale kaburini, naye mtu anakuja analigusha jeneza ama anasema kwamba funueni jeneza ama mfungue jeneza, ni kitu ambayo inakaa ni kama msaa, inakaa ni kama mchezo, inakaa ni kama sarakasi na vitimbi. Naye Kristo akasema kwamba simameni, naye akafungua jeneza na akaongea na kijana, na kijana akainuka. Umejua vile ilivyokuwa imeanza kusimamisha wale ambao wamebeba jeneza, wanaelekea kaburi. Kaburi tayari imechimbwa, yani kila kitu iko tayari. Kijana amelalishwa katika jeneza, ndio mtu anatokea mahali anasema simameni, na anaanza kusungumsha na maiti. Inakaa ni kama sarakasi, inakaa ni kama kipindi, yani inakaa ni kama msaa, inakaa ni kama mchezo, sio kitu ya kawaida. Naye Kristo akasema na maiti, na maiti akasimama na akaanza kusungumsha, naye akampatia mama yake. Na maandiko inasema kwamba wale waliokuwa pale wakashangaa, kwa sababu wakashangaa na wakashtuka, ni kwa sababu ni kitu ambayo sio ya kawaida, ni kitu ambayo kila mtu hawezi akafikiria, hawezi akadhania kwamba kitu kama hiyo inaweza ikafanyika katika dunia. Bwana asifiwe sana. Naye ikafanyika kwa sababu Kristo ndiye aliye na uhai. Bwana asifiwe sana. Nami pia na asubuhi ya leo Mungu huyu amenituma ili nikanene pamoja na mtu. Umejua kuna vitu vingi inaweza ikawa imekufa katika maisha ya mtu na inaelekea katika kaburi, na mimi pia Mungu amenituma na asubuhi ya leo nikakuja na Kristo aliye na nguvu, aliye na uwezo, aliye na mamlaka ya kufufua kila kitu ambayo imekufa katika maisha ya mtu. Inaweza ikakuwa kwamba kitu imekufa katika maisha yako, imekufa katika ndoa, imekufa katika kazi, imekufa katika biashara, ama imekufa katika familia ama katika ndoa. Hilo ndio kitu ambalo Kristo aliye na ufufuo, Kristo anaye uwezo ya kufufua kila ambacho imekufa, kila ambacho watu wametoa matumaini katika hilo kitu. Basi Kristo ambayo nimekuja naye hakuna nguvu, hakuna uwezo, hakuna mamlaka ya kufufua kila ambacho imekufa. Maandiko takatifu inasema watu wa Naini walikusanyika, wakasanya fedha na dhahabu, wakaenda wakalinua jeneza, wakalalisha mtoto ndani, yani wanailekesha katika kaburi ili akasaulike. Naye Kristo ambayo ni wa ufufuo akafika katika
mji wa Naini. Na kile ambacho inanifurahisha katika neno hii kwamba Kristo alivyomtazama yule mama aliyekuwa mjane, aliyekuwa amepoteza mtoto wa kipekee, Biblia inasema kwamba alivyomwona kwa mbali akiwa analia, anatiririka kwa machozi, anashindwa atafanya nini. Kile ambacho alikuwa amebaki nayo inaelekea katika kaburi, ili abaki peke yake pasipokuwa na mtu wa kumtegemea, wa kumuongelesha, wa kwa karibu naye. Biblia inasema kwamba naye akawa ni mama mwenye huzuni mengi, akawa ni mama aliye na machozi mengi, akawa anatokwa na machozi. Ni kwa sababu amebaki peke yake, hana mtu tena. Bwana alikuwa amemwacha, akabaki na mtoto mmoja, huyu mtoto pia amemwacha. Sasa mahali ambapo ako anashindwa, ni nani atakaye niongelesha, nani atakaye kaa pamoja nami, nani atakaye ni protect. Yani nimebaki peke yangu, mshe wangu ameenda, kijana ambao nilibaki naye pia ameenda. Nani nitakaye ongea na yeye? Nani nitakaye mwambia shida zangu na kunisaidia katika mawasho? Nimebaki peke yangu, sina mwingine. Watu wengi, vitu vimekufa katika maisha ya watu. Katika ndoa, kuna ndoa inaelekea katika kaburi. Hata tunavyosungumsha, unajua kwamba vyema kwamba ndoa yako inaelekea katika kaburi. Mahali penye huko unatokwa na machozi, uko na wasiwasi mengi, uko na huzuni mengi, kwa sababu kilitazama ndoa yako vile ulivyoanza mpaka leo hii, unaona kwa hakika ndoa hii yangu inaelekea katika kaburi la sahau. Kwa hivyo mahali ambapo uko na huzuni, unashindwa nitafanya nini, unatokwa na machozi usiku na mchana, asubuhi na jioni, unashindwa kila ambacho utafanya. Naye Kristo mwenye ufufuo, anayefufua vitu ambavyo imekufa, vitu ambavyo inaelekea katika kaburi, Yesu huyu amenituma nikaongee na mtu. Na kama utakuwa na imani, basi Mungu wetu ambayo ni Kristo wa wokovu atafufua kile ambacho imekufa. Kuna watu waliokuwa wamesaliwa na bahati mingi, na walivyokuwa wanakuwa, basi ile bahati kawa imekufa. Mali ambapo awe ni kijana, hawe ni msichana, hawe ni mwanaume, hawe ni mzee, basi mali ambapo anatokwa na machozi, hako na huzuni, hako na waziwazi, machozi inamtoka siku baada ya siku, ni kwa sababu ya kila ambacho halikuwa nayo imekufa. Tuko na watu wengi ambayo hata tunavyosungumsha maisha yao inaelekea katika kaburi. Yani maisha yao yani wamekufa lakini wako hai, wanatembea lakini wamekufa tayari, maisha yao imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana asifiwe sana. Maisha yao imeisha, yani kila kitu waliokuwa nayo imeisha. Ile kazi waliokuwa nayo imekufa, ile biashara waliokuwa nayo ilikufa. Mali ambapo wako hata nasibu ya leo wanatokwa na machozi, ni kwa sababu kile ambacho ilikuwa inafanya wanaishi imekufa. Kile ambacho ilikuwa inapanda wanapata pesa na wapate kulisha familia imekufa. Na leo hii nasibu ya leo, Kristo mwenye ufufuo, Mungu wetu mwenye nguvu amenituma kwako nasibu ya leo, kwamba kama utaliamini neno la Mungu ambalo Kristo amenituma nalo na asubuhi ya leo, wewe nakwambia kwa hakika Kristo atafufua. Iwe ni kitu imekufa, watu wa familia wameliongea, watu wameongea mpaka watu wamekutoka, yani watu wanakutoroka tu, ni kwa sababu hauna maana. Kile ambacho ulikuwa nalo mzuri, shetani amelifanya ikakufa. Umejua shetani ni mtu mbaya sana, hapendi vitu vizuri, na kila kitu ambayo ni kizuri katika maisha yako, katika ndoa yako, analijaribu sana ili apate kuliua. Bwana asifiwe sana. Ama ili apate kuimaliza, ama ili apate kuliangamisha. Lakini Kristo mwenye ufufuo amenituma leo na asubuhi ya leo. Unasikia mama yangu, hata kama watoto wako umekuwa ukijifungua watoto wanakufa tu, lakini Kristo wetu na asubuhi ya leo, kama utaliamini Kristo asubuhi ya leo, watoto wako ukipata watakufa tena. Umejua tuko na watu ambao wako na shetani ya kukifu ya watoto, wanapata watoto wanakufa tu. Hilo shetani linisumbua katika ndoa, nami pia nilipata mtoto wa kwanza katika ndoa yangu, pe shetani akaliua, la pili ikakufa hivyo hivyo, la tatu, la nne mpaka la tano. Lakini wakati nilimkumbuka Kristo, nikakumbuka kwamba kuna mtu anayeitwa Kristo mwenye ufufuo, anayetenda miujiza, nikamkimbilia Kristo. Leo hii mimi ni baba ya watu, lakini watoto wangu watano shetani alikula ama
aliwaua, wakaenda katika kaburi. Naye wakati nilimtambua kwa Kristo, nikasema kwamba kwa hakika ninataka nimtafute Kristo, huyu Kristo mwenye ufufuo. Naye Kristo akafufua kile ambacho ilikuwa imekufa kwangu. Naye pia na asubuhi ya leo ninashuhudia kwamba Mungu ndiye Mungu anayeweza kutenda yasiyowezekana kwa wanadamu, yasiyowezekana kwa waganga ya ulimwengu, yasiyowezekana kwa fedha na dhahabu. Yeye Mungu wetu wokovu, yeye ndiye anayeweza. Hata na asubuhi ya leo, kama utaamini neno la Mungu tu, nawe Mungu atakutendea. Kama utaliamini tu, maandiko takatifu yanasema kwamba imani kuja kwa kusikia, na kila ambacho mtu anasikia ni neno ambalo inaongea kuhusu Kristo. Na hilo ndio neno ambalo nimekuja nalo na asubuhi ya leo. Kama utaliamini neno la Mungu kwamba kwa hakika vitu vingi zimekufa katika maisha yangu. Ukiangalia ndoa yako inaendelea katika kaburi ya kusahau. Ukiangalia ndoa inaelekea katika kaburi ya sahau, mpaka imekuwa watu wanaongea, ama imekuwa gumsho katika familia, katika majirani, katika marafiki. Yani ndoa yako ndio imekuwa story. Yani wanaongea kuhusu ndoa yako, mahali popote walipo wanaongea kuhusu ndoa yako, kwa sababu wakitazama ndoa yako inaelekea katika kaburi, wanalishugumushia. Yani ni furaha yao ni kwamba ndoa yako ikufe, na ikufe kabisa. Lakini leo hii na asubuhi ya leo nimeleta mwenye ufufuo anayeitwa Kristo. Yesu Kristo ndiye mwenye ufufuo, yeye ndio hai na ufufuo. Kwa hivyo leo na hii asubuhi ya leo, hata kama kuna kitu imekufa katika maisha yako, hata ipatie uhai tena, hata ifufua mara nyingine tena. Hata kama umelia, maandiko takatifu inasema naye Kristo akamuonea huruma yule mama aliyekuwa amebaki na mtoto mmoja, naye mtoto wake huyo mmoja akakufa. Akamuonea huruma, alivyomtazama kwa mbali akamuonea huruma. Umejua kitu moja ambayo watu elewi, ni kwamba yule ambayo anapitia hali ngumu, hata iwe ni bwana yako, hata jua ili uchungu ambao unapitia, iwe ni mtoto wako ambao umemzaa, iwe ni mama, iwe ni baba, hata jua ili uchungu ambao unapitia. Watu wanaini walikuwa na watu wakuu pale, watu wa familia ya huyu mama mjane, lakini kila ambacho walimsaidia nayo ni kuchanga pesa ili mtoto huyu apeleke kwa kaburi. Ninakwambia kwa hakika, kila ambacho familia, kila ambacho marafiki watafanya ni kukusaidia kuchanga ili ilo kitu ambayo inakufa, hiyo kitu ambayo inaelekea katika kaburi, ikapeleka huko kaburi. Watakuchangia, watakusaidia ili ndoa yako ikufe, watakusaidia. Wale ambao wanakudanganya ni marafiki wako wa karibu, hao ndio watachanga ili ndoa yako ikufe kabisa na ipeleke kwenye kaburi, ili wabaki wakikuchekelea. Lakini yule ambaye anatazama, yule ambaye anasikia ili uchungu ambao unasikia, yule ambaye anajua ile mateso na machungu ambayo uko nayo na asubuhi ya leo, anaitwa Kristo. Na maandiko takatifu inasema kwamba Yesu Kristo alivyokaribia lile lango la Naini, na akamtazama yule mama kwa mbali na akamhurumia. Tunalo mtu ambaye anakurumia na asubuhi ya leo. Ile mateso ambayo unapitia, yeye anakurumia tu. Ile mambo ambayo unapitia mangumu, Yesu Kristo wetu, yeye anakurumia tu. Na hakuna nguvu, hakuna uwezo, hakuna mamlaka, hakuna nguvu ya kukutoa katika ile shida ambayo unapitia. Yesu Kristo, Biblia inasema alivyomwona yule mama mjane, naye akamhurumia na akawakaribia na akamwambia yule mama, usilie. Bwana asifiwe sana. Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja niambie mtu, awe ni mama, awe ni msichana, unasikia ile hali ambayo unapitia, umelia ya kutosha. Sasa usilie. Kila ambacho nataka ufanye ni kuamini Kristo. Kila ambacho nataka ufanye, ninataka ujue kwamba kuna mtu anayekurumia, kuna mtu anayekutazama, kuna mtu anayekuangalia, na ameona mateso yako, ameona vile umeteseka, ameona kila ambacho imekufa katika maisha yako, ameona vile watu wanavyokutafutia lawama ili wapate kukutega, ili upate kuisha. Lae Kristo amekutazama kwa mbali na amekurumia, nako tayari hata na asubuhi ya leo kukutoa katika ile shida, kufufua kila ambacho imekufa, ili ajulikane kwamba yeye ndiye Mungu. Biblia inasema na yule mtoto alivyofufuka na akampatia mamake akisungumsha, naye watu wanaini walishangaa na wakasema, kwa hakika mtume amekuja kwetu, Mungu ametuangalia na macho ya huruma. Nami pia na asubuhi ya leo nimekuja na mtu aliye na macho ya huruma, anaitwa Kristo, Mungu wetu mwenye ukofu, anaitwa Kristo, Mungu wetu mwaminifu,
amekuona kwa huruma na ako tayari kukusaidia. Iwe ni mambo aina gani, Jehova wetu wa ajabu ako tayari kukusaidia. Iwe ni mambo ambayo unapitia, watu wamekuchekelea, umebaki peke yako, hauna rafiki wa karibu, marafiki wako wote wamekutoroka, ni kwa sababu ya machungu na kwa sababu ya majaribu, kwa sababu ya mateso unayopitia. Na asubuhi ya leo tuko na mtu mmoja tu asiyeweza kukutoroka. Tuko na mtu mmoja tu ambaye ni rafiki wa karibu. Hata kama watu wamekutoroka, yeye atabaki kuwa Mungu. Hata kama watu wamekutoroka, yeye bado atabaki kuwa rafiki yako tu. Anaitwa Kristo aliyekufa kwa sababu yako. Anaitwa Kristo aliye mwaminifu. Anaitwa Kristo anayekuangalia, anayejua katika kila kitu unayopitia. Na asubuhi ya leo, kama unapini pamoja nami, ninataka niombe na mtu ambaye anasema kwa hakika mimi nimebaki peke yangu, sina mwingine wa kuniangalia. Watu wengi wamenitoroka, marafiki zangu wamenitoroka, familia zangu wamenitoroka, nimebaki peke yangu. Kila ambacho unapitia kwa hakika ni machungu katika maisha yako, ni machungu. Wakati mwingine ukikaa, machozi yako inatiririka tu, hata pasipo kuchokoswa, unasikia tu machozi inatoka. Ni kwa sababu ya yale mateso ambayo unayapitia. Ukitazama maisha yako ya nyuma, unasema kwa hakika hii mambo yangu inaelekea katika kaburi, hii kazi yangu inaelekea katika kaburi, hii biashara yangu inaelekea katika kaburi, ndoa yangu inaelekea katika kaburi, nyumba yangu, familia yangu inaelekea katika kaburi. Lakini leo hii, asubuhi ya leo, nimeleta Kristo anaitwa mwenye ufufuo, nimeleta Kristo anaitwa mwenye uhai. Yeye Kristo huyu anaweza kukutendea mema. Yeye ni wa ajabu, yeye ni wa ajabu sana. Kama umeamini pamoja nami, nitaomba pamoja na wewe, na utaona Mungu wetu wa ajabu akinyosha mkono wake la miujiza, akikutenda mema. Na asubuhi ya leo, yeye ni Mungu na yeye atabaki kuwa Mungu tu. Yeye ni Mungu leo, alikuwa Mungu jana na atabaki kuwa Mungu melala. Kila ambacho alifanya wakati wa Biblia, hata leo na asubuhi ya leo atakutendea. Anajua machungu unayoyapitia, anajua mateso unayoyapitia, lakini yeye ni Mungu wetu mwaminifu. Atakutendea, atakupangusha machozi, ile mateso ambayo umeyapitia, yeye ni mwaminifu tu. Hata kila ambacho watu wameshingumusha mabaya kukuhusu, yeye ni mwaminifu tu na atabaki kuwa mwaminifu. Nataka niombe pamoja na mtu aliye na imani, anasema kwa hakika ninataka nimuone Kristo kwa macho yangu, nataka nimuone Mungu kwa macho yangu, ili apate kufufua kila ambacho imekufa, ili apate kufufua kila ambacho imetoweka, ili apate kufufua kila ambacho inaelekea katika kaburi. Yeye ni mwaminifu na atabaki kuwa mwaminifu. Amini pamoja nami ili nipate kuomba pamoja na wewe, na uone nguvu na uwezo na mamlaka ya Kristo ikikutenda mema. Na asubuhi ya leo, hebu inama pamoja nami. Ukiweza kupiga magoti yako, ukapiga magoti yako chini. Ukiweza kugusha TV yako ama runinga lako, nataka ugushe, na kila ambacho nataka uwe nayo ni imani tu kwamba Kristo anakutendea. Na asubuhi ya leo, na useme siku hii ni yangu, na neno ambalo limehubiriwa ni yangu, na Mungu analitenda katika jina la Yesu. Amini pamoja na mimi, niombe pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba wetu, tena Mungu wetu wa ajabu, hakuna mwingine aliye kama wewe. Wewe ni mwaminifu na umekuwa mwaminifu katika maisha yetu, na katika ndoa zetu, katika jamii zetu, na katika familia zetu. Tukiwa hapa na asubuhi ya leo, tunasema kwa hakika wewe ni Ebeneza. Tazama huyo mama, tazama huyo msichana, tazama huyo kijana, tazama huyo mwanaume, tazama ndoa hii, tazama biashara hii, tazama ile kazi, ukatende mema jemedari. Kila kitu iliyokuwa imekufa, hiyo ambayo ilikuwa inaelekea katika kaburi, Jehova ukalifufue na ukalipatie uhai mara nyingine tena, kwa sababu wewe ni Mungu. Inuliwa Jehova, ukabarikiwe. Asante kwa sababu umepangusha machozi ya mama huyu, umetutazama na macho yako ya huruma, umetutazama na macho yako ya baraka. Asante kwa sababu ya maisha yetu, asante kwa sababu ya ndoa zetu. Baba yetu, ukatende mema. Tunakuaminia, na kando na wewe Kristo hatuna mwingine wa kumwamini. Na ndio maana na asubuhi ya leo ninakuomba, ninakusihi kama mtumishi wako jemedari uliyemtuma kwa sababu ya watu wako, ninakuomba jemedari, tazama watu wako, ukawatende mema, ukutana mahitaji ya kila moja, ni kwa sababu wewe ni mwaminifu. Pokea sifa katika jina lako Yesu Kristo, nimeomba na hata nimeamini, na kila moja sema amen. Amen. Mungu anakubariki sana, na Mungu akutende mema mpaka Jumapili ijayo. Shalom. Amen. Eternal Father, I offer